Hello ndugu zangu wa Tanzania, hello wapenzi wa kijiji cha Gaga. Shukrani kwa wote mnaoendelea kufuatilia, kusubscribe na kuendelea kujiunga pamoja na sisi. Kwanza ni watake radhi kwa kuchelewa kuweza kufanya hii sehemu ya tatu kutokana na mambo yameingiliana. Siku hii ya leo tutaenda kuendelea na pale tulipokuwa tumeishia katika simulizi yetu ya kijiji cha Gaga. Tuendelee. Walionekana wakiwa wanajadili, vijana watatu wakiongea na kuzungumza kwa hasira na kuonekana kwamba hawajapenda kile kilichokuwa kimetokea kwa eneo hilo. Watu walijadili sana na kijiji kizima kuibia walikuwa wakizungumza kuona mdogo mtu anachukua uongozi wakati kaka mtu aliyomzoea mcheshi na anauelewa vizuri uongozi ulivyokuwa ukielekea hapo kijiji cha Gaga. Wengi wao walikaa wakijadili na kukasirika. Upande wa pili tunamuona kaka mtu akiwa amepata taarifa hizo, na taarifa hizo akiwa amezipata kwa watu tu binafsi, akiwa ametulia zake sehemu, akatokea mtu wa kijiji aitwaye Dago. Yaani wewe umekaa zako hapa hauna hata habari? Ndugu zako kule wenzio wanafanya kikao, ndugu yako anakaa anapanga vikao, wewe upo tu umekalisha mkitambi hapo, huelewi hili wala lile. Ndio maana umeshindwa hata kupewa uongozi, kwa sababu mambo yako yenyewe unaonekana wewe mwenyewe ujitambui. Utaweza kutambulisha kijiji? Hebu niambie kwanza, mbona kama mnifunga? Kuna nini? Hebu nielekeze basi. Nikuelekeze? Uzurie vikao, sio unakalisha kitambi tu hapa, unafikiria kwa ajili ya wewe na familia yako, unashindwa kufikiria kuhusiana na kikao. Uzurie vikao nakwambia. Lakini Gobo, sasa tulia, calm down. Kaa chini kwanza. Hebu niambie ni nini labda kinachoendelea, maana unajua umenishtua sana. Ni kikao gani hicho ambacho kipo? Mimi sikijui wala sitambui na sielewi kwamba kuna kikao. Niambie. Huyu mdogo wako aliamua kumwachia uongozi, ameandaa kikao, na hicho kikao inasemekana kwamba wewe unataka kumkabidhi rasmi na kumtambulisha kwa wanakijiji, na hii yote inaonekana kwamba ni mdogo wako anayapanga yeye na huyo hawara yake. Wana plani kukudondosha wewe na usitambuliki, na ukijifanya mbishi kitakacho kukuta shauri yako. Hizo ni tetesi ambazo tu nimezipata za chini ya kapeti na nimekuletea tu, sio kwamba nakupenda sana wala nini, hapana. Si unajua tuna ugomvi wetu, umemwoa mwanamke wangu, mimi nilikuangalia tu. Lakini sikiza ngombe kwanza Gobo, unajua unapompa mtu taarifa hakikisha kwanza uko serious. Siko serious. Hey, Mungu wangu. Ama kweli. Anyway, sikiza ngombe. Ukiona inafaa utaenda kwa ndugu yako huyo kwenda kumuuliza ni nini kinachoendelea, na kama haifai basi utachana nayo. Gobo aliondoka akimwacha kwenye dimbwi kubwa sana la mawazo, akifikiria na akajiuliza ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya kwa muda huo, huku akiwa haelewi ni wapi pa kuanzia, wapi pa kumalizia. Gagu, kijiji kwake alikiona kama kinamwakia moto, na alikaa akafikiria kwa muda sana. Baba, ni nini hichi sasa? Mbona kama malalamiko yote nayapata mimi? Ndivyo ulivyoamua iwe hivi baba kweli? Maana anaanza kuona kama vitu vyote havipo sawa. Au ni Gigu ameamua tu kunifanyia uhuni? Maana ni mtu wa mjini huyu. Nadhani sifai kumwamini. Sijui nimfuate.
alionekana akilia na kuhuzunika na kujiona kwamba ni mtu ambaye amepoteza kitu fulani hivi ambacho labda kikutakiwa kupotea kwenye maisha yake. Hakutaka kumlaumu sana babake kwa sababu hakuwa na imani tena na ndugu yake. Akiwa kwenye dimbwi lile lile la mawazo alilokuwa nalo hapo awali, alitembea mpaka kujikuta akitokea kwa huyo mfalme mrithi Gago. Vipi kaka? Mbona ghafla ghafla? Afu mbona kama haupo sawa? Shida nini? Kaka, nimefikaje hapa? Hamna. Nimeona tu umekuja lakini nikajua haupo sawa. Naam. Tukutane katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu hii. Ni umakini mtupu unaoendelea dhidi yetu kujua ni nini ambacho kitaenda kutokea katika sehemu ya 4 baada ya wao watu wote kukutana. Kwa hiyo tusikose kabisa jamani, tusubscribe Kebe TZ Simulizi kwa ajili ya kuendelea na kijiji cha Gaga sehemu ya 4. Chao.